Karibu sana rais wetu. Aya, asanteni sana. Tafadhali mnaweza keti chini. Wangwana wa Rongai, hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Omune. Chamge. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivyo hewani nione. Asanteni sana. Kwanza wacha nichukue nafasi hii nishukuru Mungu kwa kutupatia nafasi. Tumefika hapa Rongai siku ya leo katika kaunti yetu ya Nakuru. Jana tulikuwa kule Bahati kwa huyu mama Irene, na tumefurahi leo tumefika hapa Rongai kwa muungwana wetu hapa Bwana Chebor. Wacha nichukue nafasi hii niungane na Deputy President niwaambie watu wa Rongai asanteni sana kwa kura zenu. Tulikuja hapa tukaomba nyinyi kura, si namna hiyo? Mkatuahidi mtatupatia, mkatuahidi maombi, mkatimiza kura zenu, mkatuongezea maombi, naye Mungu akatupatia ushindi. Mimi nasema asante sana watu wa Rongai. Asante sana watu wa Nakuru. Na mimi pia nataka niwashukuru tena. Wakati wa uchaguzi uliofuata ya ubunge wa sehemu hii ya Rongai, nilituma huyu deputy wangu na viongozi wengine wengi kuja kutafuta kura area hii. Na niliwatuma na maneno. Na nyinyi mkawa watu wangwana sana. Mimi nasimama tena mbele yenu kusema asante sana. Mange na wale kwa sakai? Wale hii? Wale gongoi? Mimi nasema asante sana. Na sababu hiyo tumemaliza sasa mambo ya uchaguzi na mambo ya wananchi. Mambo ya viongozi ilimalizwa na nyinyi wananchi wakati mlituamua kwa mambo ya kura. Ile kazi sasa imebakia ni yenu wananchi, tuwafanyie kazi. Si ni kweli? Na ndio sababu hiyo nimekuja hapa Nakuru mara nyingi. Tumepanga mambo mingi na county government yenu inayoongozwa na Susan. Tumepanga mambo mengine mengi na wabunge, na mimi nataka niwaeleze ya kwamba sasa tumedhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Tumepanga vizuri hiyo kazi yote, na niwaeleze ya kwamba sasa safari ya kubadilisha Kenya imeanza kwa kasi. Leo tumefika hapa kwa sababu ya mambo ya hati miliki ya watu wa sehemu hii. Watu wa Lemolo, watu wa hapa Majani Mingi, leo tunawapatia title zenu 1900. Na ni kwa sababu tuliahidi wa Kenya ya kwamba mpango yetu moja wapo ni kuhakikisha kwamba kila mtu anapatiwa hati miliki ya mahali anapoishi ndio ajipange vile anataka kwenda mbele. Tulikuja hapa majuzi, na mimi nataka niwahakikishie vile nilikuja hapa 2009 tulikuwa na matatizo kubwa sana hapa Banita. Mimi nataka niwatangazie ya kwamba kabla ya Disemba titles za Banita tutazileta hapa na kila mtu atapata title yake. Ile kitu tu mimi nataka niwaombe wale wananchi wa pale Banita, sisi wote tuungane, tushirikiane. Hatutaki mzozo, hatutaki ugomvi. Tunataka tushirikiane, tuhakikishe ya kwamba kila mtu anapimiwa ardhi yake kwa njia na taratibu ya sawasawa. Nimeambia waziri ambaye anatoka hapa nyumbani kwenu apange hiyo kazi, ndio tuhakikishe ya kwamba before December tunarudi hapa kupatiana titles ya watu wa Banita. Na sio hapa peke yake Rongai. Kesho vile vile nitakuwa kule Baringo kwa sababu ya hati miliki ya watu wa Baringo na sehemu zingine zote za taifa letu la Kenya.
kwa sababu tunataka kuhakikisha hiyo kazi inasonga mbele. Vile vile tumekubaliana na viongozi wenu ya kwamba kurahisisha mambo ya transactions ya mashamba pia ni vizuri tuwe na registry mpya. Tumekubali kama serikali tunaweka registry mpya hapa Mogotio kwa sababu ni karibu na nyinyi. Tunaweka registry mpya pia Molo, ili watu wa Kuresoi North, Kuresoi South, watu wa Njoro sehemu hiyo mpaka Molo wapate registry ya kusukuma mambo yao ya mashamba. Na vile vile tutajenga registry mpya na tuweke gazettement pale Gilgil. Ndio tuhakikishe kwamba Nakuru hii tunashughulikia mambo yenu kulingana na mpango ambayo tumekubaliana na viongozi wenu hapa Nakuru County. Vile vile mimi nataka niwashukuru wakulima wa county yetu ya Nakuru. Tulikubaliana ya kwamba mbali na kutatua matatizo yale mengine mengi, lazima pia tupunguze gharama ya maisha. Na kupunguza gharama ya maisha ni kupunguza gharama ya chakula. Tumetoa mifugo nyingi ya mambo ya mbolea Kenya mzima, karibu mifugo milioni 4. Watu wa hapa Nakuru, nyinyi ni county number 3 Kenya mzima wa bidii ya kilimo. Hapa Nakuru mmetumia mbolea karibu 1320 na wakulima wengi wameshughulika na mambo ya kutusaidia kuzalisha chakula. Hata ingawaje mlifanya bidii mwaka huu, mimi nataka niwaeleze mwaka ujao mimi nataka muongeze maradufu. Ile mbolea mlikuwa mnanunua 7,000, tulifikisha 3,500 this year, lakini saa hizi tumepunguza tena ikuje 2,500. Ile kitu mimi nataka niwaulize wakulima wa Rongai hapa Nakuru na Kenya mzima. Njia ya kuongeza mapato shambani ni kutumia mbolea zaidi. Pale umeweka gunia moja ya 50 kilos mwaka huu, mwaka ujao weka magunia 2, kwa sababu tunataka kuongeza mapato ya chakula, mapato ya mahindi. Kwa mfano, tunataka kuongeza mapato ya mahindi kutoka 44 million bags last year. Mwaka huu tunataka kufikisha 61 million bags. Alafu mwaka ujao tunataka kufikisha 75 million bags. Na hiyo itatokana na mpango ya ninyi wakulima, na vile vile mpango wetu kama serikali tuwapatie mbolea. Na nimeambia shirika ya AFC pale tunaweka shilingi bilioni 10 ya kusaidia wakulima kwa mambo ya seasonal credit. Kama huna pesa ya kununua mbolea mwaka huu, unaweza kuchukua hiyo mbolea kupitia kwa credit pale AFC. Ndio uongeze mapato, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana nyinyi watu wa Rongai? Mumenielewa vizuri? Nimesema hivi, mbolea tutapunguza bei mpaka 2,500. Kama huna hiyo 2,500, tutakupatia credit kwa Agricultural Finance Corporation pale AFC, ili kila mmoja wetu aweze kuzalisha chakula. Tuko na ardhi ya kutosha ya kuzalisha chakula Kenya. Hatutaki tuwe ni nchi ombaomba. Hatutaki kuwa ni nchi ambayo ni ya njaa, ili hali tunaweza kuzalisha chakula ya kutosha. Ndio sababu tutakuwa na kolabo ya serikali na wakulima wetu, ndio tufukuze njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wa Rongai tutashirikiana namna hiyo? Tutashirikiana hivyo? Jambo la tatu, mimi nataka niwahakikishie vile vile, kwa sababu tulikubaliana ya kwamba lazima tupange ajira ya hawa vijana. Vijana mko? Vijana wa Rongai mko area? Na kwanza tumekubaliana maneno ya pombe tuweke kando. Ama tumekubalianaje? Nguma oyan. Tayari nilishamwambia Rigiji, si ndio?
Nilishamwambia Rigiji ya kwamba akalie ngumu wale watu wote ambao wanatengeneza pombe watafute kazi nyingine ama wahame Kenya. Sio kama tunaelewana. So tumekubaliana ya kwamba lazima tupange ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Najua mumesema hapa ya kwamba kuna ufisadi pale kwa kuajiri wale wafanyikazi wachache ambao wanapatikana. Walimu, saa zingine kuna maneno. Kule polisi kuna maneno. Kule jeshi kuna maneno. Mambo ya ufisadi lazima tumalize katika taifa letu la Kenya. Na inachukua watu wawili ili ufisadi utimie. Yule wa kuchukua na yule wa kutoa. Ndio? Wewe wakati unauza shamba 1700 unataka kwenda kununua nini? No, si lazima tuambiane ukweli. Mimi nawauliza wazazi, tafadhali tusiwe ni wa kuchochea ufisadi. Kwa sababu mara nyingi hata wale askari pia wanakuwa tempted. Mtu anamwambia si unifanyie kampango hivi, niko na nusu milioni mahali fulani. Sasa naye ule anachanganyikiwa, pengine ako na loan mahali fulani. Sasa ufisadi inaharibika. So mimi nitakaza kamba kwa wafanyikazi wa serikali. Lakini hata na nyinyi wananchi mkaze kamba upande wenu. Kwa sababu ukiruhusu jirani yako aendeshe ufisadi, atakosesha nafasi ya mtoto wako. Wacha watoto wote waende katika interview, yule mwenye bora kuliko mwenzake apite, wale wengine tuko na mpango ya mbadala. Jambo la pili, na nimesema mambo ya ufisadi kwa vyote Kenya hii, ufisadi wa aina yoyote, na tumetangaza wazi mambo ya ufisadi. Mimi nataka niwaambie mambo ya ufisadi, either uhame Kenya ama uende jela. Hakuna, there are no two ways about it. Sijui kama tunaelewana. So wakati wewe unajipanga na mawazo ya ufisadi, ujue mambo ni ngapi? Ufunge safari uhame Kenya ama utembee uende jela. Hakuna maneno hapo katikati. Ama sivyo tutakutembeza. Ama namna gani? Tumekubaliana? Lakini mbali na nafasi zile tuko nazo ambazo sio nyingi, pia tuko na mambo mengine manne ambayo tumepanga ya kupatia hawa vijana ajira. Na nyinyi vijana nataka mnisikize kwa makini. Vijana wa hapa Rongai muko mnanisikiza? Ogose? Mimi nataka msikize mimi vizuri. Nimesema hivi, mbali na ajira zile tunafanya kazi kwa idara za serikali, vile vile tuko na mpango maalum, hiyo mmesikia, inaitwa Affordable Housing Program. Jana tulikuwa Rongai, tulikuwa Bahati. Pale mahali tulikuwa jana tunajenga nyumba 2000. Kwa hii Nakuru County mzima ikiweko Rongai hapa, tunataka kujenga nyumba kati ya 1030 na 1050. Na tunahitaji vijana zaidi ya 1050 kufanya kazi hiyo. Nyinyi vijana wa hapa Rongai, muko tayari tuungane kwa hiyo mpango? Si tulikubaliana na nyinyi kazi ni kazi? Ama tulikubalianaje? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Singine ile kazi itapatikana tutafanya. So hiyo mpango ya affordable housing, na tutakuja hapa Rongai kuja kuianzisha ya hapa Rongai hivi karibuni, kabla ya mwisho wa mwaka huu. Vile tulifanya jana kule Bahati, tumeweka mpango maalum. Jana niliketi chini na huyu waziri wangu huyu Bwana Njeru na PS wake na watu wa housing, tumekubaliana vile hiyo program itaendelea, ili tuhakikishe ya kwamba tunataka vijana 1,000,000 Kenya wapate ajira. 1 million young people in the Republic of Kenya will work under the affordable housing plan. Na tumeweka mpango hiyo sawa sawa. Tayari saa hizi wale vijana wanafanya kazi katika hiyo mpango wamezidi 1050 as we talk. Almost 50,000 young people are working in the affordable housing program. Our plan is that 1,000,000 young people must work in that plan. Ndio ile shida tuko nayo ya ajira.
watu wasiwe wanatoa pesa wanajiingiza kwa ufisadi kwa sababu nafasi ni chache na watoto ni wengi. So we want to make sure that we moderate that program. Kazi ya pili ambayo tumekubaliana hapa Nakuru, tunajenga vile tutajenga in every county aggregation and industrial park. Mahali tumeweka tayari 250 million ya national government na milioni 250 kutoka county government. Pale tutaweka storage ya mazao yenu, tutaweka cold rooms ya kusaidia nyinyi preservation, tutaweka program ya agro processing, tutaweka program ya value addition, na wale wote watakaofanya kazi hiyo ni vijana wa hapa Nakuru County. Na mbali na hiyo County Aggregation and Industrial Park, tunajenga soko zingine 20 katika Nakuru County ya kukusaidia katika biashara, kupanga biashara ya wananchi mashinani. Hapa Rongai tunajenga soko ine mpya hapa Rongai. Tunajenga soko, hii soko yenu mmesema hapa ya Banita auction, hiyo goat auction, tunataka kujenga hapo soko mpya ambayo itatusaidia kuendesha hiyo biashara. Hapa Rajuela hapa chini tunataka kujenga soko kubwa hapo. Pale Nyamithi tunataka kujenga soko mpya. Pale Ogilgei tunataka kujenga soko ingine mpya. Na tukiendelea mbele tutakubaliana na county government ili tutumie hiyo masoko kupanga mambo ya biashara zenu. Na nyinyi nikizungumza haya maneno ogose mkae tu, msikae namna hii. Mjipange vizuri. Ama namna gani? Kwani wewe unafikiri soko inajengwa alafu ifanye nini? Si lazima unajipanga ile soko inajengwa ujue utafanya kazi gani huko. So usisikie tu maneno bure. Lazima ujiulize, hii soko inajengwa, mimi nitajipanga namna gani pale sokoni? Hiyo county aggregation inajengwa, mimi nitajipanga namna gani ndio niwe huko mbele? Ama namna gani? Tuko pamoja? So hiyo mpango yote tunataka kupanga ili tupange biashara na tupange mambo ya ajira ya vijana wetu. Ya tatu, tumekubaliana na hawa wabunge ya kwamba lazima tupange mpango wa digital jobs. Kila ward, na mimi nashukuru MCAs wako hapa, kila ward tutakuwa na ICT hub ili tupange ajira ya vijana. Sawa waheshimiwa? Sasa wewe anza kujipanga. Pale tumekubaliana hata na counties, mahali kuna ile VCT, Vocational Training Center. Pia hapo tutaweka mtandao, tutaweka internet, tutaleta computers na tutapanga vile mtafundishwa kazi ya digital jobs. Halo, ukasema hii? Mnaelewa hii maneno? So tunapanga hiyo maneno in every ward. Na mjumbe wa hapa Chebor na MCAs wako, mjumbe wa kila mahali na MCAs wenu, mpange hiyo mpango, kwa sababu tumeongea na Wamarekani, tumeongea na watu wa Ujerumani, tumeongea na watu wa huko Canada, tumeongea na watu ya UAE, tumeongea na watu ya Saudi, na wamekubali ya kwamba wako na nafasi ya ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Kwa hivyo nyinyi vijana mjipange. Nyinyi mnanielewa? Ili tupanue nafasi za ajira, tusiwe tunaenda kuendesha ufisadi kwa kutafuta mwanajeshi moja ama kutafuta polisi moja. Tupange ajira nyingi ndio hawa vijana wapate matumaini na waweze kujisimamia na waweze kuendesha taifa letu la Kenya mbele. Kwa hivyo tunataka tushirikiane hivyo, tupangane vizuri, tupeleke mambo yetu mbele. Vile mmesikia, watoto wetu wote, na mimi nataka wazazi mlio hapa tukubaliane, ni hatia katika sheria ya Kenya ati mtoto wako nyumbani wengine wakisoma, ati umemchungisha yeye ng'ombe ama umemchungisha mbuzi ama umembebesha maji ama umembebesha kuni, hiyo utapelekwa jela. Chief kazi yake ni kuhakikisha kwamba every child in every village wanaenda shuleni. Tumeajiri kutoka Januari mpaka sasa, tumeajiri walimu 56,000 wapya
ambao watatusaidia kutusomeshea watoto wetu. Nimeona kweli kwamba hapa kwenu mmepata matatizo ya mvua. Na katika ile program yetu, kwa sababu mwaka huu tumeongeza program ya school feeding. Kutoka wanafunzi karibu 1.5 tumesema tunataka school feeding to cover 4 million school going children in Kenya. So nitahakikisha kwamba area hii tutawaweka katika program ya school feeding, kwa sababu mimi naona wazazi wengi hawakupata mazao. So we are going to make sure that we include this area katika mpango wa school feeding program. Ndio tuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanakuja shuleni, tunawasomesha, ndio tupange taifa letu isiwe ni taifa ambayo inabakisha wengine nyuma, tuwe tunaambatana pamoja tukienda mbele. Pia wakati wa uchaguzi niliwaeleza ya kwamba tutapanga mambo ya fuliza, tutatoa watu ambao walikuwa wamekwamishwa ndani ya CRB, karibu watu milioni 7. Niliwaambia tutawaondoa kwa CRB. Mimi nataka nitangaze ya kwamba tumeondoa kila mtu ambaye alikuwa kwa CRB huko 7 million, tumeondoa kila mtu. Niliwaambia vile vile tutawaweka mpango ya Hustler Fund, mahali unaweza kukopa pesa bila ya kujua chief ama kujua assistant chief ama kujua mtu yeyote. Committee ya Hustler Fund ni wewe na simu yako, hakuna committee nyingine, si ndio? Hapa Nakuru kwanza nyinyi mko mbele sana. Hey, nyinyi mko chonjo mbaya sana. Hapa Nakuru mumekopa shilingi bilioni 2 tayari kwa Hustler Fund. Onge na kwa bilioni bilioni 2 tayari mmekopa. Watu karibu 870,000, 878,000 people in Nakuru County wamekopa pesa ya Hustler Fund. Na mimi nataka niwashukuru watu wa Nakuru. 77% ya watu wa Nakuru wanakopa pesa hiyo wakirudisha. Na wanakopa tena, na wanakopa tena wakirudisha. Iko ka 20% hapo. Awageru ni mimi sasa tu yani. Mimi naona wako kwa hii mkutano wengine wao. Wamekopa na kuhepa. Sasa sikizeni. Hamwezi kuhepa, hamwezi kwenda mbali. Sasa tuko na pesa nyingine tunataka kuwapatia. Sio ni habari mzuri? Sasa tuko na pesa nyingine, tumeweka bilioni 10 nyingine kwa account yetu. Tunataka sasa kupatia nyinyi pesa ya kuendesha biashara. Mbali na ile kidogo kidogo ya Hustler Fund, ile ya awamu ya kwanza, sasa tuko na awamu ya pili. Hapo mkiwa kwa kikundi ya watu 10 ama 20, tunawapatia kati ya 20,000 na milioni 1. Sasa hiyo milioni 1 mkujie. Sawa? Mtakujia hiyo milioni 1 kwa vikundi. Na mnarejista tu kwa mtandao, hakuna committee, hakuna nini, hakuna mtu ya kutafuta mwingine. Mnajipanga hapo ndani.